hao wana simulizi nyingine ni tofauti na yule ambaye ameshika mchanga akapiga mateke kama mtoto mdogo. Yanamrukia hapa na kuja kutuambia kwamba nimeogelea kweli. Alafu mwanadamu yule akaambiwa tena pima tena dhira zingine 1000. Alipopima haya maji yakafika kwenye kifua, yakamzidi, ikabidi aogelee. Maana ni maji makubwa, maji ya kufa mtu hayo. Ndivyo ilivyo na Roho Mtakatifu. Kama utakwenda ndani zaidi, utakutana na mambo makubwa, atakutengeneza, hutakuwa kama ulivyo mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubali tu yaishe. Kubali yaishe. Jamaa anasema tumeogelea jana na Sam. Kashika mchanga huu wa pembezoni mwa bahari hapo anapiga mateke yale maji ya kiwikoni. Yanamrukia kwa nafanya kwenda. Zama ndani. Kumbe kuna hatua zingine za kwenda ndani zaidi. Ili ujue kwamba ina kina kiasi gani. Ndani mwa Roho Mtakatifu kuna kina cha kufa mtu. Ndani yake unaweza kaogelea mpaka hata kila mtu akabaka na shangaa akadhani umesimama, lakini kumbe unatembea ndani ya ukuu wa Mungu. Ingia ndani zaidi. Usikubali kubaki juu. Usikubali mwanangu kubaki juu. Zama zaidi ndani. Ndio maana tumebaki hata shule tuzioni, kwa sababu tuko hapa kando tunapiga mateke pale, afu nasema nimeogelea mimi, nimeokoka kuja kutana bado, ukatembea ukamuona Mungu katika viwango vya juu. Zama zaidi ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Siku ile Pentekoste akasema mwenye kiu na aje. Maji bure. Kila mwenye kiu maji bure na aje anywe. Nilisema kwa sababu huku wengine ni wageni. Tunataka tumpe Mungu Roho Mtakatifu nafasi kubwa. Tunataka tumuone Mungu kwa jinsi tofauti. Kanisa leo tumekwenda mbali mno. Na tumefika mahali tunaabudu mpaka na wachawi. Kwa sababu kiwango cha Mungu Roho Mtakatifu ni kidogo. Hatujaenda ndani. Hata Petro akaambia tupa nyavu upande ule. Petro akakubali. Kumbuka alikuwa mvuvi. Akatupa nyavu. Hiyo ni asubuhi. Akatupa nyavu kule alikoelekezwa na Yesu. Biblia inasema nyavu zile ambazo hazikuvua hata mdudu yule. Lakini alipokubali maongozi yale, maelekezo yale, nyavu zikatoka, zikaleta mzigo mkubwa. Tena wawa zikutatuka. Hii ni kazi ya Mungu Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tumekuwa na uelewa mdogo sana. Tumejifungia kama katika chumba fulani, kama wafungwa fulani. Lakini kubali, hebu songa mbele. Chukua hatua nyingine, utamuona Mungu katika uumbaji wake. Utamuona Mungu anavyotenda. Mungu atakubadilisha mpaka kila mtu, hutaweka bango kwamba ukaelewa ni mlokole, wenyewe watasema pale kuna mlokole. Halo? Amen. Halo? Amen. Ulishaumbwa na Roho Mtakatifu? Tukikupeleka pale mtaani kwenu tukasema huyu jamani ameokoka, je, watapiga kula umeokoka? Siri unayo mwenyewe. Maana wengine hapa ni wachoyo, mpaka hata kwa chumvi tu. Sijui ni karama nayo ya uchoyo, na inawezekana. Lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani, utabadilika. Utakuwa mtu mwingine. Hata matamko yako utakapotamka. Petro watu walimgundua, hakuandika bango kwamba mimi ni Petro mtumishi wa Yesu. Wakasema hapana, hata zungumza yako. Jamaa kawa ale chocho tu anaona hapa wanao jamaa. Kila wanakokwenda wananigundua ni mimi. Lakini jamani, hebu nirudi kidogo pale. Maji katika wewe njoo tu, ndio na chombo kikubwa ili uogelee mpaka ng'ambo ya pili utakapotoka na matunda utakapotoka. Amen. Kabisa. Amen. Zakaria 14:8 anasema njoo. Njoo. Je, umejiandaa kukutana na Roho Mtakatifu? Je, uko tayari? Uko tayari? Maji yaliyo hai
yako tayari. Chana na maji haya yanatoka mlimani kama anayouza mzee nani pale Rupunzo. Tulikuwa tunayasifia, tunaambia matamu kweli. Lakini maji yale si matamu kama huu mto unaotoka Hekalu. Yes. Amen. Huu mto unaleta uzima. Amen. Mahali ambapo hapana uzima, mto huu unabadilisha mazingira. Mahali ambapo mazingira yamekataa, wenyewe ukipita tu mazingira yanabadilika. Amen. Amina. Tunaambia ni mtu wa kawaida kweli? Ni muumbaji kaingia kazini. Kubali ya kuumbe upya. Ni kweli umeokoka lakini bado matusi unayo mdomoni wewe. Ni kweli umeokoka lakini bado wewe ni mgomvi, ugomvi hauja kutoka. Mtaani umeshagombana na watu 10 wewe. Kubali Yesu akutengeneze. Ni kweli umeokoka lakini kuna njia fulani bado zinakusumbua. Ndio maana njia zako ziko yani ni kama uko tetracycle, njano huko kidogo kijani. Kuna wakati ukikaa kwenye kijani watu wanasema kwamba leo kawa mlokole, lakini sekunde chache mambo yakibadilika unabadilika kama tetracycle. Sasa kubali leo mito iliyo hai itatiririka ndani mwako. Leo kubali mito iliyo hai itakapotiririka ndani mwako utabadilishwa, utakuwa mtu mwingine. Yaani badala ya kupewa majina waliokupa kwamba hueleweki, utaeleweka. Ukitoka hapo, yaani wewe ukijifungia katika chumba, Mungu atakupa karuga ka ajabu sana. Yaani utatamani kukaacha. Unaongea tu peke yako na baba yako tu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Njoo basi leo. Njoo sasa, niko tayari hapa mahali hapa. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa ili akuhudumie. Umeandaa chombo cha namna gani? Maana na wengine anaona aibu. Watanionaje mimi mtu mzima nalia? Kwani kuna mtu mwenye kiboko? Ni kazi ya Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu anapokuja haimsumbui, haijalishi wewe ni cha askofu, si wewe ni nani. Uaskofu unaenda pembeni kule, akishuka mwenyewe tu utaona anashuka tu machozi, maana amekuja katika urekebishaji, amekuja katika uumbaji. Roho Mtakatifu ana star. Kwa si mheshimiwa, sisi wote tunamsubiri. Ndio maana katika siku ile ya Pentekoste wale 120 na mama yake Yesu alikuwa naye miongoni, anamsubiri huyo Roho Mtakatifu ashuke. Unaona? Kama ingelikuwa ni kizazi cha sasa hivi, mwenyewe unajijua, hakuna mtu mwingine anaweza kukusemea. Mwenyewe ni mtu mzima kama yule jamaa alivyosema leo. Akasema jamani, si mtu mzima mwenyewe, muulizeni. Mwenyewe unajijua. Upo ndani ya kanisa lakini wewe tetracycle ni wewe. Kwenye sifa upo vizuri na kwenye kwaya upo una attend, lakini wewe tetracycle. Kubali uwe rangi moja tu ya Kristo Yesu, chapa ya Mungu Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu wetu hapendi michanganyo. Hata kujeje kwenye uwanja mchafu, hata ndege haitui mahali popote pale. Kuna maeneo Hello? Amen. Nasikia hata wachawi, maana sijai kuwa mchawi. Wewe mchawi aenda kaanguke milimani huko peke yake huko. Unasikia tu kaangukia mjini kwa watu. Kwa nini? Bwana senda katua milimani huko. Hapo atakasema tumemkuta kule kanasa kule. Lakini nguvu zinakuja kuishia kwa wanadamu hapo. Ndio wasema bwana tumemkuta pale kanasa huyu. Andaa mazingira. Andaa mazingira. Roho Mtakatifu atakutembelea jioni ya leo. Ruhusu maji haya yanayotoka hekaluni, uwepo wake Mungu aliye juu, Jehova, uwepo huu kila ndani mwako utakubadilisha zile hali ambazo umekuwa unapitia, yale mashambulizi ambayo umekuwa unapitia. Wakati mwingine umewasogeza wayebusi jirani mno, ndio maana anakushambulia, maana umewakaribisha katika mwili. Lakini leo maji yakija yatakubadilisha. Leo maji yakiingia ndani mwako yatakufanya kuwa hai. Amen. Kila mwenye kiu na haja anywe maji. Wangapi anasema mimi nakuja hapa?